Sawa, tuendelea kuzungumza na wadau, watuambie wao wamelipokeaje swala la jana na ipi ambayo wanaona kama ni changamoto ya siku ya hijana. Brother, mambo vipi? Poa, mambo vipi, ni aje? Niko vizuri. Unakuita nani? Wanaita Moses Mwageni kutoka pande za Iringa mjini town hapa. Shabiki wa timu gani? Mimi ni Young African. Mwananchi. Yeah man. Sawa, brother vipi hapa? Unakuita nani? Mimi wananiita Dawson. Wewe ni mwananchi au mnyama? Mimi mwananchi. Hapa wananchi wote. Hapa ni wananchi wote. Anyway, sawa. Jana ulipokeaje taarifa za kuahirishwa kwa mechi, lakini pia na nini ambacho unahisi ni athari ya kile ambacho kimefanyika? Kwangu mimi bwana, ni athari kubwa sana. Kwanza siku tarehe 8 tulisubiria sana. Na baada ya kufika tulifurahia sana. Ila baada ya matokeo kutolewa saa 7 sijui saa 8 ile kwamba bwana mechi imeahirishwa. Upande wangu mimi niliumia sana na nilikuwa na furaha sana jana tungewapiga tu kuanzia goli 7. Hiyo moja kwa moja. Yeah. Au nyewe ndio mmesababisha kumbe mambo hayo yote? Hapo bwana, mimi sijajua bado, takwimu haijatoka kwamba shida ni nini, lakini watu wamepata asali ya kwenda Dar es Salaam, watu wamepika vyakula pale wanauza pale wakitegemea wateja wanajaa wengi kwa Mkapa, kabla hajaingia watakula, watafanyaje, watafanya biashara, mambo mengine kuongezea uchumi, pato letu tutatumika, lakini jana imeshindikana bwana, kupitia na sijui changamoto zimetokea wapi, bado hajatoa majibu ya ufafanuzi zaidi. Yeah. Sawa, brother, kwa kwako ulipokeaje? Mimi kiukweli yani toka matokeo yale yani mpira ulivyoahirisha kuwa hautochezwa. Ni kwa moja na maana mimi sikupokea vizuri kwa sababu hata mimi ninapofanya kazi natoka nyumbani asubuhi najua leo ninafanya ratiba zangu hivi na hivi, ikifika muda fulani inabidi tafute sehemu ipoe ni cheki mpira. Umeona? Kwa hiyo hivi kuja kuahirishwa kwa bwana mpira hautochezwa, kikweli athari zimetokea nyingi sana. Sio kwa upande wangu tu, hata washabiki wapenzi, hata mtu ambaye hashabiki mpira kwa jana na maana imemkosa, sababu watu hapo wanakaa wanasubiria, watu wanafanya biashara, watu hapo kwenye mabiashara huko wanasubiri bwana muda fulani ukifika kuna mpira. Kwa hiyo mwisho siku wanapokuja kuahirisha na maana mambo mengi sana yanafeli. Kwa hiyo binafsi mimi kwa upande wangu jana athari ambazo zimetokea mimi ambazo nimeziona, cha kwanza watu wamepoteza muda. Umeona? Watu wamepoteza muda, watu wametoka mbali sana. Mtu ametoka sio Kigoma, ametoka sio Mwanza wapi. Kila siku unaona magari yanatoka mbali yanaenda sasa kwenye hizi dabi. Umeona? Lakini mtu anaenda kule analipa gharama zake, mwisho siku anafika kule anaambiwa game hamna. Pili, kuna watu wanaefanya biashara. Umeona? Kuna sehemu za kuonyesha mipira, kuna baa hizi, umeona watu wanategemea siku ndio watauza sana vinywaji. Sababu lazima kuna timu itashinda, watu watakuwa na flow, watakunywa sana. Umeona, mtu anaweza akasema basi leo kwa sababu ni siku ya biashara ngoja hata nikakope hata vinywaji nijazie kidogo kwa ofisi kaonekanike. Mwisho siku unakuta game haichezi na maana huwezi kufanya biashara. Kwa hiyo kwangu mimi jana ni athari kubwa sana ambayo imetokea kwa wafanyabiashara na wapenzi wa mpira. Umeona? Sawa, brother, wewe unahisi kwa baadaye ni athari gani ambazo tunaweza tukazipata kutokana na hili la jana? Mimi nahisi hasa tutazipata kwanza, tujue kwanza shida ni nini kwa kufanya jana game isichezwe. Na kama Yanga jana tulipeleka sisi wananchi, tulipeleka wachezaji wetu na tujajua kwa nini wenzetu hawajaleta. Kwa hiyo tunataka tuangalie shida inapokuja kwamba watuambie TFF bwana, sisi hatuja mechi iliahirishwa kwa sababu 1 2 3 ndio sisi tuje tuzifafanue. Lakini kama kwa sababu gani ilitokea? Alisema pale kwenye taarifa ambayo alitoa wao wenyewe kutokana na sababu ambazo zilitokea kwenye timu ya Simba ile kuzuia. Hizo sababu mimi sijazisikia. Hizo za sababu za kusema walizuia kwa sababu Simba hajacheze mpira. Kwani viwanja vyao vya Mbweni si vipo, angefanyia mazoezi huko. Mpaka wafanyie kwa Mkapa. Wafanyie kwa Mkapa, kwani uwanja ule wenyewe wana ugeni gani nao wenyewe? Nini ushauri wako sasa? Ushauri wangu mimi naona kama TFF wakae wafikirie hizi sababu za kitoto kama hizi siwepo, watu wanapata hasara. Hiyo ni moja kwa moja watu wawepo treat bwana, mmetangaziwa mechi tarehe 8 ikitokea hata mtu amevunjika mguu kwenye ndani ya timu apigwe faini, mpira ucheze moja kwa moja. Timu ambayo inakuwa imewajibika ipigwe faini, kama ni milioni ngapi sio ngapi bwana, ipigwe timu faini, ila mpira usicheze ili uchezwe, ili kutoa athari hizi ambazo zinatokea. Sababu kama unavyoona ni kama hivi, kama vitu hata msimu, nadhani msimu sio mwaka majuzi ule, kuna kipindi hivyo muda ulipangwa kwa na sio kwa 21 ilipangwa kwa game itachezwa saa 10, ikaonekanika imekuja kubadilishwa ratiba. Yanga akasema bwana, sheria inaonyesha kuwa kama kuna mabadiliko ya ratiba lazima itolewe baada ya muda kadhaa, lakini ratiba haikufuatwa. Kwa hiyo imekuja kutolewa kwa sita, ingiza timu kwa muda ule ambao unatakiwa. Yanga kweli waliingiza timu, mwisho siku wakafanya mazoezi wakatoka, ikaonekanika kuwa Simba wao hawajafika kwa wakati maalum. Kwa hiyo hizi timu mbili zinavyokuwa zinaendana kwenye ushindani kama huu, TFF inabidi iwe sana makini kuhakikisha kuwa wanafuatilia sana sheria na kuhakikisha kuwa hawaahirishi game kirahisi kwa sababu ambazo hazina misingi kwa maslahi ya timu nyingine au fulani. Hapana. Umeona? Kwa hiyo kama hivi hasa ambazo zinatokea kwa sasa hivi, kama mtu ndani ya miaka 5 zimeshaahirishwa game mara 2. Leo hii mimi mkazi wa Kigoma
unaambia kuna dabi inachezwa Kariakoo nani kwa Mkapa niende. Nitatoa kweli, nitashawishika nitoe hela, sababu ndaanza kuofu kwa. Naweza nikapoteza muda wangu kwenda afu tena ikatokea kama yale yale. Umeona sababu gani? Issue ya kuahirisha game linakuja kutoka baada hata masaa 4 au 3 kuingia uwanjani. Mtu ameshatoka huko mbali. Umeona. Kwa hiyo hizi hasa ambazo mwisho wa siku pale kwa Mkapa siku za dabi utaona upinzani watakuwa wanaoenda pale wa mashabiki ni wa pale pale karibu wa Dar es Salaam labda Morogoro humo na kanda za karibu, ila watu wa mashabiki wa mikoa ya huko ina maana tayari watu watakuwa wana muamko, sababu gani? Wanaenda afu wanapata hasara. Hakuna kitu kinaumiza kama unakuwa na fulana kitu fulani afu unafika kule kile kitu unakuta hakibu, alafu ni kama issue ya ushabiki. Bora hata ni vitu vingine kuliko ile passion ya mpira. Kwa hiyo mtu unatoka mbali nini, umeshajiandaa, ushakuwa watu wanaweka mpaka liani ya vitu. Watu siku hizi unajua watu wana bet sana mipira nini, umeona mtu kesha andaa kila kitu kwa bwana, hii game leo bwana tuna bet tunafanya hivi, tuna watu wengi sana wana bet, umeona. Kwa hiyo inakuja kuahirishwa, yani inakuja inaharibu sana saikolojia ya mpira. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa hivi vitu kama vitakuwa vinaendelea, ina maana upenzi hata wa mpira pia baadhi ya watu utakuwa unapungua, na ule ushabiki kwa kusema mtu ngoja niende kiwanjani utakuwa haupo. Kwa sababu gani? Mtu ataona basi bora tu nikae nyumbani nisubiri lolote litakalotokea. Ikiahirishwa sisi tutakuwa nimekula hasara yote, nitaendelea na mishe zangu kuliko nitoe hela saizi hapa niende kule nipoteze muda. Maana tu kwanza kusafiri kwanza ni kulizi kimaisha yako. Tunaona kabisa msimu kama hii ndio utakosta sio ya timu fulani imepata ajali. Ajali zinatokea sana sana sana. Kwa hiyo mtu kitendo cha kusafiri tayari unalizi hadi maisha yako. Basi ni bora tu hata ukae nyumbani utulie usubiri nini ambacho kitatokea. Kwa hiyo asali inayokuja kutokea baada ya miaka kadhaa, ule uwanja utakuwa haujai. Umeona? Yaani hizi dabi zinavyoenda kucheza, mtu atakuwa anaona tu bora basi asubirie tu kwenye TV litakalotokea basi. Kwa sababu gani? Vinakuwa vitu vinatokea alafu hatuoni matokeo yake kwa nini ambacho kinafanyika. Kwa hiyo kama games zinakuwa zinaahirishwa, basi ziahirishwe, lakini sio kiurahisi kama inavyofanyika hivi sasa. Umeona? Yaani hiyo kuna sababu maalum. Faini zipo, sheria zipo na kanuni za mipira zipo, umenielewa, mahakama za kimipira pia zipo. Timu ambayo itakuwa imewajibika kuvunja sheria ina maana mwisho siku iwajibike. Ila isiyo rahisi kuahirisha tu, kutoa tamko kwa bana hatuwezi kucheza mpira kwa sababu hivi na hivi. Wajue kabisa nguvu kubwa ambayo wanaipata au wachezaji na timu ni kutoka kwa mashabiki. Yaani mashabiki ndio wana nguvu kubwa sana. Ndio maana leo hii Simba na Yanga zinafanya vizuri kutokana na nguvu kubwa ya mashabiki. Umeona? Kwa hiyo hizi timu nyingine ziko chini, zinafanywa makosa mwisho siku hazina support ya watu wa kuwasemea. Ndio maana zinakuwa bado ziko chini. Kwa hiyo hii Simba na Yanga ambayo ipo, umeona? Yaani hichi ni kizazi na kizazi, tutakufa tutakiacha, lakini lazima TFF wakae waangeli swala kwa linavyokuwa linatokea mfululizo ndani ya miaka 5 mara 2 nzima, mpira unakuwa hauchezi kwa sababu na sababu maalum. Yani ni kitendo ambacho wanakuwa nakikosea sana. Yanga kama amehusika atapigwa faini. Simba kama amehusika pia naye atapigwa faini. Mpira umechezwa, matokeo yameshatokea hivyo. Sionekanike kuwa sababu timu fulani labda kuna upungufu, basi game tu linaahirishwa mtu kwa maslahi yake. Hapana, tutakuwa tunauharibu sana mpira. Hatutofika kule ambako tunatarajia. Hata wachezaji wanaokuja kucheza nje, sababu sasa hizi timu unakuta zinasajili sana wachezaji kutoka nje. Wanapokuja kucheza hapa ndani wanakutana na vitu kama hivi. Hata wao wanaona kama vile mwisho siku wanaua brand yao, umeona? Sababu hapo katika ushindani wanataka wacheze waoneshe ushindani wao. Anafika mtu game tu inarahisishwa kirahisi, mtu amchezi hivyo. Inakuwa sio, umenielewa? Sawa. Una cha kumalizia? Mimi cha kuwaomba tu TFF, naomba tu wawe serious na mambo ya mpira, kwa sababu kama inawezekana mtu kuahirisha timu basi ahirishe baada ya siku 3 kabla, ili watu wasiende Dar es Salaam, kwa sababu kitu kama hivyo wanapata hasara. Kama timu kubwa Yanga na Simba wanagairisha kucheza mpira, je, hizi timu ndogo ndogo itakuwaje? Au kwa sababu na wenyewe wana watu wa kuwasemea? Mimi yangu ni hayo tu. Shukrani bana, ni mitizamo hiyo ya wadau wa soka kuhusiana na kile ambacho kimejitokeza jana kwenye Kariakoo Derby.